Father, in the mighty name of Jesus, we come before you this morning. We want to glorify you. We want to honor you. We want to say that you are good and there is none like you. Thank you, Abba Father, for this morning that you have given unto us. It is not that, Jehovah God, we have done all it takes to win your favor. Lord, because of your great love and mercies that are new each and every morning, you have given us an opportunity to be alive today. We receive it as a gift. And Lord, we are grateful for your care and for your protection throughout the week. Jehovah God, you have been with us. Pokea sifa na utukufu ewe Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo na siku ya leo. Asante hata kwa ajili ya neno lako ambalo tunaenda kusikia asubuhi ya leo. Bwana, ninaomba ya kwamba ukaweze kuteka nyara mawazo yetu na kila system ya mwili wetu ikakubaliane na bingo kuanzia dakika hii hadi dakika ambayo tutakayomalizia. Naomba mkono wako Bwana ukaweza kutawala hata kupitia anga hii Bwana ambayo ninayotumia. Naomba a stable network. I pray, my Father and my God, that whoever comes to this platform, Lord, they shall not go back the way they came, because Lord, you have met with them, you have met them at the point of their needs, oh God. Our Father and our God, this morning we have our blessing issues in our hearts. Deep down, Jehovah God, some of us we are hurting. Some we are sick. We need, oh Jehovah God, your healing. Some we have reached a dead end. We need a new beginning. We need your miracle. My Father and my God, how we pray that you are going to meet us this morning. Tembelea huyu mama. Tembelea huyu mzee. Tembelea huyu kijana ambaye anakutarajia asubuhi ya leo, ambaye Bwana anasema bila wewe hawezi. Wacha Bwana ukakutane na maisha yake. Wacha Bwana ukakutane na kila haja. Maana wewe ni mwema na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Naomba rehema zako na neema yako kama mtumishi wako Bwana, kanitumia tu kama chombo kufikia watu wako, ili Bwana ukazidi na kuinuliwa na ukazidi na kuonekana. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Mtu mmoja na aseme amen and amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kama umeweza kuyasikiza haya maombi, ni vizuri ukaweza kusema amen. Ni vizuri ukaweza kutap the screen. Ni vizuri ukaweza kusema mahali ambapo unanipokea kutoka, na utabarikiwa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama unanipokea kwa njia ambayo inayofaa. Sijui kama sauti yangu inasikika. Ni vizuri ukaweza kuconfirm pale kabla niweze kuendelea, nisikue najiongeleza. Naweza kuwa naongea hapa na naongea peke yangu. Kwa hivyo wale wamefika, ni vizuri ukaweze kuniambia kana kwamba unanipokea kwa njia ambayo inayofaa, ili tuweze kuingia katika neno, na najua ya kwamba tunaenda kubarikiwa. Nangojea tu confirmation niweze kuelewa kana kwamba unanipokea kwa njia ambayo inayofaa, ama niko hapa kivyangu, ama najizungumzia. Ni vizuri nikaweza kuelewa kabla tuweze kuingia katika neno. Kama unanipata, kama sauti iko sawa, maana
wakati mwingine unapatanga Saudi inaleta shida. Kwa hivyo kama wewe unanisikia, niambie tu hapo kwa comment section kama niko loud and clear ama nafaa kuadjust ili niweze kuelewa, nisiweze kuingia katika neno na sijui kama kama napatikana. So make sure at least nimeweza kujua kana kwamba nagojea confirmation, na kwani sisi wote tunachungulia tukitoka, tunachungulia tu tukitoka tukienda. Sasa nitajua namna gani. Unajua naona tu, lakini wacha niona kama nitaweza kupata hiyo live. Thank you. Thank you. Nimeweza kuelewa ya kwamba sasa niko sawa na napatikana pale. Unajua wakati tuko hapa, usiponipatia feedback siwezi nikaelewa kana kwamba napatikana ama Saudi iko sawa. Lakini saa hii nimeweza kujisikia, hata kama siku anataka mwenyewe kuingia kujiangalilia, maana kuna hiyo kelele yenye umesikia na sio kelele nzuri. Kwa hivyo wewe ukifika, asante sana Queenly. Mimi sasa nilikuwa hapa, nilikuwa na shida kutaenda aje, lakini afadhali sasa nimekuona. Kwa hivyo najua tuko hapa na bila shaka tutaendelea vizuri. Queenly, unaweza endelea. Nilikuwa najaribu kujikwamua hapo kidogo. Nilikuwa najaribu kujikwamua kidogo, lakini sasa I'm happy at least uko ndani. Kwa hivyo najua utaweza kuendeleza hiyo kazi na hao watu watabarikiwa. Kama hauko busy Queenly, kama unanisikia tafadhali, tuendelee. Wewe ukifika hapa tafadhali, make sure you tap the screen as many times as possible. Ndio tuweze kuendelea vizuri na tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Najua wakati mwingine tunapofanya nini? Tunapokuja tunachungulia, kisha tunaenda, unapatanga live imeweza kuanguka na sio vizuri. Live haifai kuanguka, maana tuko hapa na tunataka kubarikiwa, na kwa yote Mungu anakuwa mwaminifu. So wacha niweze sasa kuendelea, maana nimejua ya kwamba mnanipokea na mnanipata kwa njia ambayo inayofaa, na bila shaka tutabarikiwa na tutazidi kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wale wataguzwa, najua watafanya hiyo katika jina la Yesu Kristo. Acha nitumie hiyo simu kwa hizo instrumentals, at least itakuwa sawa. Kwa hivyo sijui kama niliwasalimia. Poleni sana. Unajua wakati mwingine naingia hapa na mambo yanakuwa mengi, lakini sasa nataka kukusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Kama una believe na hiyo, Pastor Jude Wasu, Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu, na kuinue zaidi katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Pastor Mwangi, nampenda Yesu, maana ameniokoa, amenidumisha ndani ya wokovu, na ni Mungu mwaminifu. Yeye huwa habadiliki. Yeye anabaki kuwa Mungu kwa wakati wote. Yeye anabaki kuwa Mungu, maana he is God and he will never change. So he remains to be God in and out of season, na hata waibadilika, maana yeye ni Mungu na anaendelea kuwa Mungu hata katika kila msimu. Kuwe wakati wa baridi, kuwe wakati wa jua. Huwa naambia wale huwa wananifuata hapa ama huwa tunapatana kwa one on one.
ya kwamba mimi hata saa hii kukikuja malaika asubuhi ya leo aniambie safari ya kwenda mbinguni imesimamishwa, kwa hivyo hakuna kuenda mbinguni, mimi bado nitabaki kwa Mungu. Nitabaki kuendelea na kusema neno la Mungu, maana ninajua ya kwamba kama sio neno, kama sio Mungu kuwa wa upande wangu, singalikuwa mahali niliko siku kama ya leo. Na nimeona mkono wa Bwana, nimeona Mungu akitembea pamoja nami, nimeona Mungu akiwa mwaminifu katika maisha yangu. So I know it is God who has carried me through. It is God who has walked with me. And I know hata kuwe namna gani, Mungu atabaki kuwa Mungu. Praise the name of the Lord. And so this morning, I want us to speak about from bitter to being blessed. From bitter to blessed. Ama kutoka kwa uchungu kuelekea kwa baraka zako. Maana katika yale maisha ambayo tunayoishi, kidogo utaniruhusu niweze kuplug in my power, maana kunaweza haribika kidogo tu. I want to plug in my charger ndio nisijipate hapo baadaye nitatumia hii simu pale kanisani. Ndio nikuwe niko sorted. Thank you for and sorry for the interruption. Unajua katika maisha ni safari, na most of the times huwa nasema katika haya maisha, wewe umeingia saa hii tulikuwa tumeomba, katika haya maisha ambayo nasema ni kama safari, yamejaa misimu, yamejaa nyakati zingine vile kunakuwa na mabadiliko. It's like when we talk about the weather keeps on changing. Na katika safari ya maisha kuna misimu ambayo ni ya furaha, ile tunaita the seasons of joy and laughter, na kuna misimu ya uchungu na kupoteza, kwa lugha ya Kiingereza tunaita seasons of pain and loss. Na tukiangalia hapa tunapozungumza hili neno, tutarejelea kitabu cha Ruth chapter number 1 verse 1 to 22. Hapa ndio huwa tunapata the story of Naomi and her family. That's why I'm talking about from bitter to blessed. The story of Naomi and her family in this book of Ruth, it is a story that we can all relate to. It is about a famine. Kukatokea wakati wa njaa kubwa, na kwa hivyo hii familia wakaweza kuondoka katika nchi yao, wakaweza kuelekea kwa nchi nyingine. Praise the name of the Lord. Na walipoweza kuondoka, maandiko inasema walipofika kule walipodhania watapata furaha, wakaweza kuvunjika moyo, ama Naomi akaweza kuvunjika moyo. Kwa nini? Aliweza kumpoteza mume wake, akapoteza vijana wake wawili. Praise the name of the Lord. But at the end of the day, tunapata msichana mmoja ambaye anaonyesha royalty, ama mtu mwaminifu na mtu wa kusimama na mwingine. Na finally tunapata ya kwamba wanaweza kuokolewa katika ile shida. Na kwa hivyo Naomi anaanza safari yake akiwa amejaa, she was full of hope. Lakini mwisho anarudi akiwa na upweke. Hata anasema wale wanaomkaribisha, msiniite Naomi, ila muniite Mara, maana Mungu amenitia uchungu. Praise the name of the Lord. So the time she leaves Bethlehem, she lives with her husband and her 2 sons. But when she comes back, she returns with nothing. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yet through her pain, God was working out a plan far greater than she could imagine. Bwana Yesu na asifiwe. And today, when we look at Naomi's journey and discover the lessons we have to learn from her journey, from her life,
we can relate, ama tunaweza linganisha na yale mambo yetu ambayo yanafanyika katika maisha haya. Praise the name of the Lord. Lakini kuna kitu kimoja ningetaka tukaweze kujifunza. From bitter to being blessed, ni lazima ukuwe na imani hata katika wakati wa kukaukiwa. Because this is the first thing we are seeing with Naomi. Yeye alikuwa na imani hata katika ile jaa kubwa ambayo iliweza kuwavika. Ukisoma mstari wa kwanza na mstari wa pili, na ni vizuri tuweze kuangalia mistari michache kabla niweze kuendelea. Praise the name of the Lord. We are reading from the book of Ruth, chapter number 1. Ruth, chapter number 1, verse... I want to read first verse 1 and verse 2. The book of Ruth. It is after the book of Judges. And the Bible says, and now it came to pass in the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the Bible continues to say in verse 2, the name of the man was Elimelech, the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they went to the country of Moab and remained there. Praise the name of the Lord. Karibu sana Helen Mama Ignatius, na unaweza fanya hiyo kazi tafadhali. Thank you. So, we are talking about from bitter to blessed. Kwa hivyo, Mama Ignatius unaweza tuandikia hiyo title hapo. Na tuko kwa topic ya kwanza, faith in famine. Faith in famine. We are reading from the book of Ruth, chapter 1, verse 1 to 22. But in interest of time, nitasoma verses kidogo hapa na kule. Bwana Yesu na asifiwe. Na wakati tunapoangalia hii habari, sometimes unashindwa kwa nini Bethlehem? Maana wasomi wanasema ilikuwa inajulikana a house of bread. But ironically, tumesema verse 1 to 22, correct there Mama Ignatius. It is a whole story, ni kubwa sana. Ironically, this story was called, this city of Bethlehem was called House of Bread. Lakini tunapata kukona jaa kubwa sana. Tunapata kukiwa hakuna chochote. And this is why mtu ambaye anajulikana kama Elimelech, wakiwa na mke wake Naomi, wanafanya uamuzi, wanasema hatutokaa hapa, tutaenda. Maana they had faith even in that situation. Kile kimemaliza Wakristo wengi na watu wengi ni kukosa imani. Hata katika kukaukiwa, unakosa kuona nguvu za Mungu. Hawa walichukua hatua ya imani wakasema, wacha tukaende kule, tukaweze kuona kana kwamba kuna chochote tunachoweza kupata. Praise the name of the Lord. Na kwenye wanaenda, ilikuwa inaitwa Moab. Na kwa wasomi wa Biblia, Moab ikitafsiriwa, or Moab when it is interpreted, they say it is a land often hostile to Israel. Ama walienda kwa maadui zao, maana wao walikuwa Waisraeli. And sometimes, my brother, my sister, the pressures of life push us into unfamiliar places. We may take steps out of fear. We may take steps out of desperation. We may take steps. Hallelujah. Somebody say amen. Tunaweza tukachukua hatua, maana tu tunatafuta means tu ya kusurvive. Tunaweza tuchukua hatua, maana tu tunatafuta tu njia yoyote ile tutakayotoka katika ile shida. Na kama vile Elimeleki alivyoweza kusema,
na ama akaweza kufikiria ya kwamba kutoka kwake ama nchi yao na kwenda nchi nyingine, pengine angeweza kusurvive pamoja na familia yake. Ole wake hakuwa anajua ya kwamba kule ndiko atakoenda akakufie. Praise the name of the Lord. So even when famine hits our lives, even when financial famine hits our lives, even when emotional famine hits our lives, even when economic famine, even when spiritual famine hits us, we must remember that God is still sovereign and he has not lost control. Praise the name of the Lord. Unajua shida ile inakuwa ni kuanza kuona ni kana kwamba katika kukaukiwa kwetu ni kana kwamba Mungu ameweza kuondoka. Katika kukaukiwa kwako, katika kuisha kwa ile kazi ambayo unafanya, unaanza kuona ni kana kwamba Mungu ameweza kukuacha, Mungu ameweza kukuondokea. I came to encourage somebody, even if it is during that famine, you need to trust in God. You need to wait upon the Lord. You need to hold on, because our God is faithful. He can handle any situation. He can handle any situation that is troubling you right now. He can handle that health situation. He can handle that financial famine. He can handle that marital problem, because he is a God. Praise the name of the Lord. Point number 2. The pain of loss. Hakuna mtu ambaye anafurahia wakati anapoteza. Na maandiko inasema katika mstari wa 3 kwenda mstari wa 5, then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Now they took wives of the women of Moab. The name of one was Orpha, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. So the woman survived her 2 sons and her husband. Naomi now decides to return back. Bwana Yesu asifiwe. Wamefika mahali ambapo walikuwa wanafikiria wamefika. Kama vile ulivyoolewa ukafikiria ya kwamba sasa shida zimeisha. Kama vile ulivyoweza kupata ile kazi, ukaajiriwa, ukapata biashara, ukafikiria sasa shida zangu, kuteseka kwangu kumefika mwisho. Lakini wapi? Unajipata unalia. Maandiko inasema in Moab, tragedy struck Naomi's family. First her husband died. Then her 2 sons, Mahlon and Chilion, 10 years later, followed, leaving her a widow with no heirs. Ukiangalia, sijui kama huyu mama angekuwa Wakristo wa saa hii, wengine wangeasi Mungu, wengine wangesema sijui huu uaminifu ambao naambiwa wa huyu Mungu ni uaminifu wa aina gani, maana Mungu huyu ambaye ameweza kunifanyia haya hawezi kuwa Mungu wa ukweli. But I like the spirit of this woman. Even when her world fell apart and she was left in a foreign land with nothing but sorrow, later she would say in verse 20 of this chapter, the Almighty has dealt very bitterly with me. Naomi was honest with her pain. Kile kimefanya watu wengi waingie katika depression. Kile kimefanya watu wengi waweze kuasi Mungu.
They are never honest with their situation. They are never honest with their pain. I came to encourage somebody, even if you're going through pain of loss, there is a God who will stand with you. There is a God who has a backup plan for you. Naomi didn't know that God was working out something behind the scenes, behind the pain and loss she went through. God had not written her story off, because our God is a faithful God. Somebody said amen. To some extent, she cried herself out. Unapata Mkristo sahi, you are pretending to be strong. Kama kumekuwa vile kumekuwa, lia mbele za Bwana. Mwaga moyo wako mbele za Bwana. Mwambie Mungu, ulikuwa tu, najua ulikuwa tu hata wakati niliweza kuingia katika huu uchungu. Hata katika hii hasara ambayo nimeweza kuingia, wewe ulikuwa Mungu. Kuna familia moja kule upande wa Kandara, waliweza kupoteza nyumba yao mzima kwa gari moja. But God is still God. Though you have been inflicted in pain, God is still God. Bwana Yesu asifiwe. I came to tell somebody this morning, God can handle our honesty. We do not need to put on a mask before our God. Faith does not mean pretending everything is fine. It means trusting God enough to bring Him into our real emotions, telling God, I love this man called David. Because whenever he went through pain of loss, he cried his souls out. Alilia akaambia Mungu, nitie nguvu. Praise the name of the Lord. If you came late, we are speaking about from bitter to blessed. And we are going through the story of Naomi. I'm winding up with point number 3. And my point number 3 says, the gift of loyal love. The gift of loyal love. We find it from the book of Ruth, chapter number 1, verse 6 to 18. And in interest of time, I am not going to read, I am going to paraphrase. The Bible says, when Naomi decided to return to Bethlehem, her daughters-in-law wanted to follow, but Naomi urged them to go back to their own families. Orpah kissed her goodbye, but Ruth clung to her, and she refused to go back. And Ruth made one of the most powerful declarations in the scripture. And I'll call it one of the most powerful declaration. Why? Because it is even quoted during the weddings. And she said this, where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God will be my God. Praise the name of the Lord. This is a gift, and we are going to see it coming out clearly. The gift of being loyal. Here was a Moabite woman choosing to leave her homeland, choosing to leave her people, choosing to leave her culture, choosing to leave her gods, to walk with Naomi and worship the true God. So sometimes, my brother, my sister, God often brings hope through relationship. So you don't just quash any relationship that comes your way. You never know. Maybe that person is your destiny connector. That person you are telling to go away, maybe that is the person God has destined to open a door for you. So in our darkest time, my brother and my sister, God presses people in our lives
to show us his love. Bwana Yesu asifiwe. And we see Ruth's loyalty was a picture of God's covenant of love. It was a picture of God's covenant love and faithfulness. Hallelujah. So wakati tunapitia machungu, usianze kuwa mtu ambaye amejaa uchungu, hata ameshindwa kuwa na mahusiano ambayo ni mahusiano ya dhamana. Kila mtu akikuja unamwambia wewe kaondoke, maana huwezi ukaelewa pengine huyo ndio Mungu mtu ameweka katika maisha yako, akaweza kukutoa katika ule uchungu na akakuleta katika ile baraka yako. Praise the name of the Lord. Oh my. Wakati nao umeenda sana. I don't know. Allow me to conclude by this point number 4. Because if I don't do, sijui nitawacha hanging. And my point number 4 says from bitter to blessed, where I got my title this morning. And it is found in the book of Ruth, chapter number 1, verse 19 to 22. And the Bible says, now the two of them went until they came to Bethlehem. And it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them. And the woman said, is this Naomi? But she said to them, do not call me Naomi. Call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. Verse 21 says, I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me? And verse 22 says, so Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Nataka kuanzia hapo, nimemalizia. Maandiko inasema wakati wanarudi, wanapata ndio watu wanaweza kuvuna ile ngano. Lakini wakati walipokuwa wanaondoka, kulikuwa na ukame, kulikuwa na kukaukiwa, kulikuwa na njaa kubwa, lakini wanarudi wakati wa utele. And that is why I started by saying, this life is a journey full of different seasons. Kuna wakati wa kukaukiwa, kuna wakati wa utele, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kutafuta, na kuna wakati wa kupata. And so, Naomi returned to Bethlehem, broken and bitter. She told the people, do not call me Naomi. Naomi means present. Just call me Mara, which means bitter. She believed her story was over. Kama vile tu hata sisi siku ya leo, hata wewe ambaye ninazungumzia saa hii, unashindwa, how will I come from this bitterness to my blessings? But notice the timing. Nataka uangalia ilikuwa wakati mgani. She arrived when it was the beginning of barley harvest. So while Naomi saw emptiness, while Naomi saw bitterness, God was already preparing abundance. My sister, my brother, mahali ambapo unaona kama unaenda kugive up, hapo ndio Mungu anaenda kuleta utele wa kile ambacho umekuwa unatafuta. While Naomi saw emptiness, God was already preparing abundance. She thought she came home with nothing, but in reality she came with Ruth, the one through whom God would bring King David and eventually Jesus, the Savior of the world. In that pain you are going through, you never know. God is preparing you for something greater. God is preparing you for something better. God is preparing you for something that will shake the whole world. I came to tell you, my brother, my sister, what looks like the end may actually be the beginning of God's doing. Because when God says it is your time, hakuna mtu hata mmoja atabadilisha
when God says it is your time, maybe some people they had written you off. Hata wewe unaweza kuwa ulikuwa umeona ni kana kwamba umefika mwisho kama Naomi, lakini nimekuja nikakuhakikishia ya kwamba kuna Mungu anaenda kubadilisha stori yako. Kama vile Naomi alifika akiwa amejaa uchungu, akiwa amejaa upweke, Mungu akahakikisha ya kwamba ni wakati wa utere. In your pain, in your dead end, God is preparing a season of abundance. God is preparing a season of healing. God is preparing a season of transition, because He is a God and He is not a man that He should lie. Praise the name of the Lord. You are coming out of that bitter situation to a blessed situation, because our God is a faithful God. He never changes with the seasons. He never changes with emotions and moods. Your pastor may change because maybe your tithe has gone down. Your parents may change because maybe what you used to bring has gone down, but our God will never change. At that point that you're feeling like it is over, God is saying, I'm opening a new door. God is saying, I'm opening a new way. At that point where you have been fired at the place of work, God is saying that I'm opening another opportunity which will be more greater than the one that started, because He is God. Praise the name of the Lord. Thank you, man of God, Pastor Sam D. Barikiwa sana. Asante kwa sababu ya maua. Oh my. I don't know who needs to hear this. Sijui nani anahitaji kusikia haya. Lakini kile ninachojua ni kwamba kuna Mungu anaenda kubadilisha hiyo hali. Kuna Mungu anaenda kubadilisha that situation. Kulikuwa na power blackout kidogo, lakini tulikuwa na ka backup light kadogo. Kwa hivyo I hope sijapotea. Praise the name of the Lord. But I'm winding up. I'm winding up. Praise the name of the Lord. So this God can change any situation. Can change that situation that you're feeling like, I don't know. Hallelujah. Naomi anafika akiwa amejaa uchungu na upweke, lakini Mungu anahakikisha huu ndio wakati watu wanavuna ngano. At the point where we feel like things have gone the other way, it is the time God is going to change and make you understand that He is God. Praise the name of the Lord. Weendelea kumtumainia huyo Mungu. Weendelea kusimamia huyo Mungu. Anaenda kukutoa kutoka hicho kipindi ambacho ni cha upweke. Na angalia na shindwa. Huyu Mungu ambaye ni Mungu wa Naomi, ambaye alihakikisha ya kwamba mambo yameweza kubadilika. He is the God of redemption. Our emptiness can become the doorway to His fullness. Your emptiness can become the doorway of God's fullness in your life, of God's fullness in your health, of God's fullness in your marriage, of God's fullness in your career, in your business. Because He is a faithful God. So Naomi's family story reminds us, in famine, God is still faithful. In loss, we can be honest with our God. In loneliness, we can be honest. In loneliness, our God will surround us with His arms, with His great love, because He is God. Apostle Ibu, karibu sana. In bitterness, He is already preparing a blessing. Somebody say amen.
tulikuwa tunazungumzia kuhusu from bitter to blessed. And we were reading the story of Naomi as it is recorded in the book of Ruth, chapter number 1, verse 1 to 22. And we have seen that God, indeed, He is faithful. And He has good plans for us. And He is going to make everything work out for better for us. In the mighty name of Jesus. Let us pray. Our Father and our God, this morning, we want to bless your name. We want to uplift you, God. Thank you for speaking unto us this morning, that in our loneliness, you bowed us with your covenant love. In our pain, you are there to heal us. In our emptiness, you are there to comfort us. And in our loss, you are there to bring abundance in our lives, oh God. And in our bitterness, you are there to bring blessings. Thank you for this sister. Thank you for this brother. Thank you for this servant. They are trusting you because of the situations they have been going through. Lord, we pray for your intervention. We pray that you're going to deal with our bitter situations in our lives, in our hearts, in our minds, in our marriages, in our health, in our places of work, in our country, in our churches, in our villages, our God. You are going to deal with each and every bitter situation and bring us to our blessings this morning. And even in this new month of October, Jehovah God, what gave us sleepless night in the month of September, will not give us sleepless night. In the mighty name of Jesus, we pray for the grace, Lord, as you deal with the situation, as you deal with the situation behind the scenes, our Father, give us the grace to go through. We bring all our needs unto you because, Lord, we believe in you. You are our provider. You are our protector. You are our guider. And our Father and our God, we leave every situation unto you. The Lord, you're going to be with us. In the mighty name of Jesus. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Wacha neno lako likafanye kazi katika maisha yetu. Wacha Bwana neno lako likazidi kukoroga imani yetu. Katika uchungu Bwana tukawe na imani ya kwamba unafanya kazi. Katika upweke wetu Bwana tukawe na imani ya kwamba unaenda kutushindania katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kila mmoja ambaye amefika mwisho na Bwana anakutumainia ukalete mwanzo mpya. Natangaza njia zikafunguke. Natangaza njia zikafunguke. Bwana, naomba hata kwa ajili ya wale tuko wagonjwa, Bwana ukalete mkono wako wa uponyaji, ukaweze kututembelea Bwana na kutufanya tukawe na uzima tena katika jina la Yesu Kristo. Lord, even as we go to your place of worship, my Father and my God, how I pray, you are going to make us vessels of honor, vessels of righteousness, vessels that will make people to continue to admire you and love you more. Because, Lord, you will walk with us. Asante kwa kila mmoja. Wacha Bwana ukawe pamoja nasi katika huu mwezi, ukatusaidie. Naomba kwa ajili ya walimu wote katika dunia mzima. Siku ya leo wanaposherehekea siku yao, sio kazi tu, lakini ni wito ambao Bwana ni mgumu, ambao Bwana
Uko na mapigano mengi, kawasaidie walimu wote mahali popote walipo, wanaonifuata hapa na wale wengine kule nje, wale nafanya kazi na wao, wale nishawahi fanya kazi na wao. Bwana, kawatie nguvu, neema yako Bwana ikatutoshe tunapoendelea, Mungu wa Israeli, na kushape very many destinies that you have entrusted in our hearts, oh God. Give us good health, give us the courage, give us the knowledge, give us the wisdom to continue with this noble job, because, Lord, you are faithful. And it is in the mighty name of Jesus that we do pray and give thanks. Somebody said, Amen and Amen. Kama tumeomba pamoja, si useme amen. Wewe ambaye unanisikia, si useme amen. Type amen. Sio kusema by the oh my. Yeah, you type amen, comment section. Thank you. Violet Waja, nimekuona hapa kutoka mwanzo. Mungu akubariki, Mungu akuinue na akutendee mema. Jua kwamba Mungu ni mwaminifu, na vile tumeomba atatusaidia. Yesu Kristo. Acha Mungu awatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Hata kama mwanzo letu isumbua kidogo, my sincere hope sasa kunipokea. Hata saa hii kuna kitu kimefanyika, sijajua ni gani, lakini I hope umebarikiwa na Mungu amekuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Tukuwe na Sunday nzuri. Kama utaweza kuwa live masaa ya kutoka saa 5:30, I'll be ministering in the main service kanisani, na ikiwezekana nitakuwa live ili tukaweza kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. So have a blessed Sunday. Radio waka mau. Bwana Yesu asifiwe. CEO Vicmo Group. Bwana Yesu asifiwe. Naona uko huku. Mungu akubariki sana. Na kama tume Miriam Maina, may God bless you. Jane, God bless you. Sammy, God bless you. Caro, God bless you. Violet, God bless you. Monica Nyambura, God bless you. Wangare, God bless you. Gechoke, Governor, Mother of Five, God bless you. Apostle Ibu, God bless you. Munoz, God bless you. Science Engineer, God bless you. Dorcas Wajohi, God bless you. Pastor Sam D, asante sana mtumishi wa Mungu, hata kwa kuwa hapa na kunipea aros. Mungu akubariki na akuinue sana. So naomba nikaweze kumalizia hapo. Tukutane siku ya Tuesday 5 p.m. to 6 p.m. kama kawaida, na tutabarikiwa na Bwana. So may God bless you. Have a good day. Amen.